akadai kwamba tulivyomuuliza akadai kwamba amemsafirisha. Akaja mwanamke nikishindwa leo, usinione dhaifu, ninaomba upendo unishike vizuri kama nimefika kama mara moja na changamoto moja hivi. Samahani, lakini nitakalokuuliza ni jana ile natoka nimekuwa napo nje na mtoto fulani hivi, yaani ile kitendo alivyoniona na beti fulani hivi. Sasa sijajua kwamba kuna kitu gani alikuwa anakuambia labda. Na kuhusu hapo sijajua, ila ni mtu tu ambaye alikuja jana akabisha hodi nikamkaribisha. Alinisalimia tu vizuri, lakini kuna kauli sikuielewa, ni maongezi yake nilikuwa sielewi kifupi koze. Alikuja sio akaniambia sijui jana nini, sijui mchana nini kilitokea, ni sikumuelewa. After hapo nikakuona umekuja. Na alivyokuona wewe alichoniambia tu cha mwisho ni kwamba alikuja tu kunisalimia. Sasa sijajua pengine ni ndugu yako labda. Kwa hiyo hamkuongea chochote? Hamna kuniambia kitu chochote. Hata angeniambia kitu ningekwambia. Najua siwezi nikapokea kitu ambacho, yaani siwezi nikapokea kitu kwa mtu ambaye ni mgeni. Sitoshe mimi hapa kwako ni mgeni. Siwezi nikakuficha kitu chochote au jambo lolote. Siwezi nikalipokea jambo lolote nikakaa nalo. Kwa sababu siwezi jua kama lina madhara kwangu au halina madhara. Sawa. Unajua bwana, yaani kifupi, kwa sababu mimi nilikuwa mengi nilikuwa sijakwambia. Si unaelewa? Kwa sababu nilikuwa sijakwambia, ndio maana nikafikia hatua nikamwona nikuite kwanza. Nilivyoona ile tukio kuita, nimekukalisha hapa ili tu nikwambie kitu kimoja. Unajua majirani zangu hapa mimi ndio ninawafahamu tabia zao, yaani mimi ndio nayo tunapoishi hapa, mimi mengi nakutana naye najua. Nafikia hata tu mpaka kuna siku nilikwambia kwamba mke wangu hivi na hivi, nikafikia hatua kaondoka. Sasa ile picha isije kaonesha hatua mimi kukusaidia wewe, ikaonekanika kwamba mke wangu kuondoka sio sababu kwamba kuondoka yeye ni kwa chanzo ni wewe. Hicho kitu ambacho sitaki kutokea, yani sitaki kizungumzike. Sawa? Na si unajua tena sisi bwana vijana tunaishi ambao kidogo mafanikio kidogo yameendaenda vizuri, inafikia hatua mtu anakuingiza kwenye mawasiliano sio. Anaweza kusema bwana yule ana tabia za ajabu, mara sijui yule mchawi, yule sijui mara si anapenda mambo ya ushirikina. Sasa ndio hicho kitu ambacho hata mtaani hapo watu wengi wanapenda kukiongelea, ni kwa sababu tu kuona mimi mafanikio yangu. Japo sijajipata kivile, lakini kuna utofauti na wao. Unajua mtu ukimzidi nafasi fulani hivi, kuna maneno fulani anashindwa kukuuliza kwamba umefanikiwa vipi, umuoneshe njia. Inafikia hatua anakuingiza kusema kwamba yule filmasoni, yule sijui mwanga, yule washirikina maana dili sana. Si unajua tena maisha ya Uswahilini. Ndio hicho kitu ambacho sikitaki kwamba wewe kikufikie. Kuhusu hata usijali. Yaani kama hayo mambo ya kishirikina sijui nini, watu wengi sana wanaambiwa hivyo. Sasa isikupe wasiwasi kwamba sijui nitapokea maneno yao au nitajisikia vibaya nini. Amnoi kuwa na amani tu. Mimi chochote nitakachoambiwa au nini nitakuja kukuambia, kwa sababu isitoshe ndio mwenyeji wangu, umenipokea, nipo kwako. Kwa naomba uniamini kwa sababu hata mimi pia nimekuamini. Sasa kama ndio hivyo umekuwa umefikia tu umenielewa. Hasa maana kwa hiyo maana ulipofika sikupata ile nafasi kukuambia. Nawe kuwa na amani tu, mimi nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Kwa hata masuala na nje bwana, yani kuna muda mimi mwenyewe nasalimiana nao tu, lakini kukaa nao vikao hapana. Hicho kitu ambacho mimi nakikataa na sikipendi, kwa sababu najua watatoa hili, wataweka hili, watachukua hili, wataweka hapo, nafikia hatua mtu naamini kitu ambacho kutarajia kabisa.
kutana nacho na mwisho siku nakisikia hasa inakuwa sio vizuri, afu si wote ni binadamu. Basi sio shida, ngoja nikuache tu endelee na uwezo wako, ila kuzingatia na hilo, achana na hizo pointi. Pale kugongonga hilo geti kama kutoka mtu utoke, achana nayo. Sawa? Sawa kakaangu, nitafanya hivyo. Basi sawa, wewe endelea hapo. Ngoja nifikie hapo nje hapo. Ndio na shughuli zangu baada ya vitu maana nikachoka sielewi hata kufanya nini. Sawa. 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 Asante. Nipokee mpenzi, tatizo mimba, niambie kweli. Nikishindwa leo, usinione dhaifu, ninaomba upendo unishike vizuri. Kama ni giza, niambie tutapita, nikipata Safi, kwema? Mwenzio leo hata sijafungua hapo dukani. Nimetoka leo, kuna ndugu yangu kanipigia simu, kunasema naenda kumfuata huko, ila hata sipajui. Basi ngoja niendelee kuuliza ili nimfuate huko aliko. Haya, poa. Baadaye. Lakini macho yanaja, niseme nini ukiniona leo? Tatizo mimba, tatizo mimba, tatizo mimba, moyo unauma. Tatizo mimba, tatizo mimba, tatizo mimba, furaha imepotea. Tatizo mimba, nipokee mpenzi. Tatizo mimba, niambie kweli. Nilitamani cheko na mikono ya joto, nikapata machozi na usiku mrefu. Sasa nauliza, nani atanisikia? Unakuwa kama ukitia kwa nyumba yetu hii. Ni kweli, naishi humu ndani kwa sasa. Wewe una moyo? Kwa nini? Humu ndani ndugu yangu, kuna kaka anaishi humu ndani. Lakini sasa yule kaka historia yake kila mtu inamtatiza. Kwa nini? Yule kaka ameishi na wanawake 3. Mwanamke wa kwanza ameishi naye hapa, akabeba ujauzito, alipobeba ujauzito akadai kwamba tulipomuuliza, akadai kwamba amemsafirisha. Akaja mwanamke, tumesubiri arudi yule dada, hajarudi. Akarudi, akaja mwanamke wa pili. Tofauti na yule sasa. Kaja wa pili. Ameishi naye na hivyo. Yule dada akawa nasikia tetesi kwamba mumeo mshirikina na nini. Kabla hata hajamuuliza mume wake, yule dada akawa amepotea. Unajua, akaishi tena, akaja mwingine wa 3. Ameishi naye hivyo, ameishi naye kapotea kwa mazingira kutatanisha. Ukimuuliza mwenyekiti anamfuata, anamuuliza, anadai kwamba nimemsafirisha akajisubirizia ajifungulie kule. Sasa kinatutatiza kijijini hapa kwamba huyu kaka ni nini? Angalia kuwa inasemekana kwamba ni mshirikina, humo ndani mauzauza kila siku. Sasa wewe sijui ni kaka yako, sijui ni mumeo. Akili kichwani kwako kumchunguza, uangalie. Kwa nini? Yaani kama nimeanza kukuelewa hivi. Kwa sababu gani? Vitu vinavyoendelea humo ndani sivielewi. Hata historia ya mkaka ameniambia kwamba sijui alikuwa anaishi na mke wake, ila kuna sijui aligombana, sijui ugomvi gani ulitokea kama. Lakini kwa hicho ulichoniambia kidogo nimeanza, yani kama umenifungua akili. Afu istoshe siku sio nyingi sana, kuna mtoto alikuja na yeye alikuwa anataka kuniambia kitu kama hicho, lakini baada ya kumuona yule mtu, yani ni kama alisita. Baada hapo akaniambia tu, mimi nilikuja kukusalimia naondoka, ila nakushukuru sana. Yani ni kama umenifungua akili yangu, nakushukuru. Mwenzangu, lisemwalo lipo na kama alipo laja. Sasa wewe chunguza mwenyewe, uangalie mwenyewe. Akili kichwani kwako.
Sawa, asante kwa ushauri wako, utalifanyia kazi. Haya, kwaheri. Sana, ninakushukuru, asante. Mimba imekuwa maumivu badala ya furaha, au nimekosa nini mimi kuwa na uzao? Mapenzi mazuri na kupenda wangu wa moyo, karibu katika dunia ya mapenzi. Sasa hizi salama. Kuna sehemu moja naulizia kunitoa kwa tajiri mtoto, si unaweza ukanielekeza? Ndio, napafahamu. Kuna ndugu yangu ameniambia yuko huko, nataka nimfuate. Nielekeze basi ili ni. Ila pale watu wote wanaoendaga pale hawafanikiwi kutoka. Si kuna nini pale? Kwa nini? Sijajua. Mbona nitisha tena? Kwa nini? Hapana, sikutishi. Basi nielekeze niende nimfuate, maana tayari ushaniogopesha. Unapita njia, unanyoka, utaenda, afu ukifika mbele kuna kona, utakunja kona. Ukikuja kona utakuta kuna poli, hapo kuna nyumba nyeupe, ndo hapo hapo. Basi sawa, jani wapi basi? Nishike vizuri, kama ni giza niambie, tutapita. Nikipata pumzi nitacheka tena. Tatizo mimba, tatizo mimba. Yaani amenifukuza kwake, kaniambia hataki hata kuniona wala hataki kusikia habari za hiki kiumbe. Nikasema sio mbaya, basi ngoja nijitafute hivyo hivyo mdogo mdogo, nikatafuta vibarua, lakini mwisho wa siku ikawa bado ngumu kwangu. Ndio hivyo anoma kinaona na hali yangu, yaani sijui ananichukuliaje, kumbe yaani nauma, hata sijui nikwambiaje. Yaani nauma sana. Nikarudi nikajaribu labda kurudi kwake, nikasema labda pengine atanisamehe, tutaendelea kama mwanzo, lakini mwisho wa siku nikaambulia tupa tupu. Yaani ndio nitasikia hapa penye msaada kuona ni huyu kaka kanisaidia, lakini na penye msaada wake sidhani kama amedhamiria kutoka mwanzo, kwa sababu maneno ninayosikia ni maneno ya kukatisha tamaa sana, afu yanatisha, yanaogopesha. Maana naambiwa sijui ni mchawi, sijui hivi, sijui nataka kafara. Naogopa sana mgongoni, naogopa. Basi maana kukaa hapa, yaani naomba tunisaidie basi. Yaani nauma sana. Pole, itabidi tuondoke hapa. Hapa kwenye kuondoka inabidi mtu mwenyewe arudi, si unajua mji wa watu. Nishasema kwamba yeye ni muuaji, na kwani tunaendelea kubaki hapa. Yaani tatizo ni mji wake. Alafu isitoshe ndo alinipokea, hata kama ni mbaya yeye ndo ambaye alinipokea. Inabidi tu nimwage. Yeye akija kitu chake sitoke na kwani. Hapana, hawezi kufanya hivyo. Isitoshe yeye sio mtu wangu wa kusema afanye kila kitu, anichukulia maamuzi tu mwenyewe. Kwa tumsubiri hapa. Achelewe muda sio mrefu atafika. Ndio muda wake ya kutoka kazini. Hawezi kuchukua muda mrefu. Nataka akija asije kama wewe mimi hapa ni mdogo wako, kama ushasema ni mtu mbaya, unaweza kutumia kwa kutoka. Kwa hiyo ili asisi chochote kuhusu sisi, itabidi tumdanganye. Sawa? Kwa hiyo niachie mimi, akija mimi nitajua jinsi ya kuongea naye. Sawa, nimekuelewa mdogo. Mwenyewe
Salama, karibu. Asante. Naona tumefikiwa na mgeni leo. Nakuja kuwatembelea. Nje nimekuja, maana nilimwona hapo nje alikuwa anapunga upepo. Nikamfuata, ni mtu ambaye namjua, tulikuwa siku nyingi, tulikuwa mabesti sana. Ndio ikabidi nimuulize, akaniambia anakaa hapa. Nikaingia nikamsalimia, nikaongea naye. Ila nilikuwa naomba niende naye, maana sikai mbali, nakaa hapo mtaa wa pili. Nilikuwa naomba aende kwa juu kwangu. Jioni atarudi ili aje apike chakula cha jioni. Kwa nini sio kesho? Kwa kesho hapana, maana nitakuwa niko busy sana. Ukiangalia leo sijafungua duka, kwa natakiwa kesho nifungue. Kwa kesho sitakuwa na muda. Ndio maana nilikuwa namuomba leo atawahi kurudi, kwa hiyo wala usijali. Nikishindwa leo usinione dhaifu.